namuona Yesu kwenye jengo. Sioni jengo, namuona Yesu. Sioni kwamba sijui patakuwa na shida. Sioni bahari, namuona nyoka wa shaba. Sema amina. Huyo nyoka wa shaba, Biblia inasema kamwambia hivi, huyo nyoka kila atakayemtazama atakula. Say amen. Sema amen. Sema amina. Sema amen. Sijui tunaelewana vizuri. Nayo nyumba nitakayojenga ni kubwa mno, na huu ujenzi sio maono yangu, nimeanzisha tu. Tafuta jengo lenye kutisha. Sema amen. Baada ya kumaliza hapa, nitawaambia tuvutie kulia au tuvutie kushoto. Lazima Mungu wetu aonekane kwa jina la Yesu. Amefanya mambo makubwa, na hata sasa yupatafanya haya, atatenda. Maana ni wajabu, maana ni mkuu mno. Ni mkuu kwa watu wote, mataifa yote yasema amina. Yapiga saluti kwamba wewe ni Bwana mkubwa. Haleluya. Hayupo mwingine. Nasema hayupo mwingine, hayupo. Yeye ni mfalme, yeye ni bosi, ni kamanda. Anaitwa Ebeneza, anaitwa Mungu mkuu, anaitwa asiyeshindwa na jambo lote. Akiamua ameamua, hata sasa ameamua inaenda kusimama jengo. Haleluya, haleluya. Ameamua wana wa Mungu. Kuna mtu ananielewa? Unaelewa vizuri mtumishi? Haleluya. Mungu akiamua, ameamua. Hayupo wa kupinga, hayupo wa kusema mimi nitasimama mbele na zuia na anazuie. Yesu akisimama, amesimama. Mzawazamu, Yesu akisimama, amesimama. Hahitaji kuangalia mbweha wa pembeni. Yesu akawaambia, yule atakayeangalia pembeni ndiye atakayeng'atwa. Sisi hayupo wa kung'atwa, wote tunatakiwa tutoe macho. Tutoe macho pale msalabani. Tuambie nyoka wa shaba, mimi niko tayari hapa. Toa macho msalaba. Usiangalie wanaopiga kelele pembeni, wanasema nashindwa. Hayupo kushindwa. Wepiga pale macho, alafu onekana utashinda. Tutashinda. Haleluya. Angalia wanaokazia tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naangalia pako na kulia. Yaani mimi ameongea sana mtu huyu. Sijui mimi kumekueje. Mimi ameongea sana. Sijui nitafika. Mimi nimekwambia hivi, waongee wasiongee, mimi nafika. Alafu nikwambia hivi, nafika na watu ambao wanataka kufika. Haleluya. Mimi nitafika na watu ambao wanataka kufika. Na hapa naona wapo hapa. Yupo mtu ambaye anataka kufika hapa. Anataka kufika hapa. Anataka afike mahali ambapo panapofikika. Sema amina. Yesu anasema hapa mlipo sipo ninapopatarajia. Kuna sehemu nataka niwapeleke. Kuna sehemu nataka niwapeleke. Nataka niwaambie kabisa, ipo sehemu ya kutopeleka Baba. Ipo sehemu tutapelekwa. Haleluya. Tutapelekwa. Haleluya. Tutapelekwa. Hii sio sehemu ya kwetu. Hii ni sehemu tumefikia tu. Haleluya. Umepaita mabanzi. Ni kwa muda. Mimi nikwambia, nikuhakikishia Mungu ametutoa mbali sana. Ni kwa muda. Siko petu hapa. Ni kwa muda. Kuna mahali Yesu anatupeleka. Tuko pamoja. Kuna mahali subiri atupeleke mahali. Akitupeleka mahali, utaona jinsi Mungu atakapofanya. Leo ninaomba Bwana Yesu asifiwe sana. Nisome kitabu cha Yoeli. Kuna mtu ana amani hapa.
na kutakia kula neno la Mungu jioni leo. Sema amen. Vita inayomalizika kwa sadaka. Vita inayomalizika kwa sadaka. Iko vita ambayo uwezo kaimaliza kwa kuomba tu. Lazima iishe ile vita kwa sadaka. Sema amen, sema amen. Haleluya. Vilivyoliwa ukitaka virudi, vinarudi kwa sadaka. Vilivyoliwa na manumazi ukitaka vireje hata jioni leo, vinakuja kwa ajili ya sadaka. Usidanganywe, Mungu yuko kwenye sadaka. Hata iweje vinarudishwa. Niamini jina leo ya kuja kwenye ibada hii. Amini. Vinarejeshwa kwa sadaka. Vita nyingine sio ya shikamo marhaba. Vita nyingine sio ya usife na urege. Nasema nikirega nitasimama kwa jina la Yesu. Na urege uvunjike. Nikivunjika nitawekewa pipe. Nitatembea. Umemvunja, nasema tunawekewa pipe. Unanichongea fimbo. Nakuja. Lakini ukitoa sadaka umemshinda. Sema amen. Sema amen. Kuna mtu ananielewa vizuri. Yuko huyu na mnayemsema kuna sema natupeleka. Kuna sema natupeleka. Yoeli 2:25 na hadi 27. Ndio. Vita yako inamalizika kwa sadaka. Ndio. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Nami nitarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Na parare. Na manumadu. Na tunutu. Jeshi langu kubwa nilituma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele. Mtakula chakula tele. Na kushiba. Na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu. Na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu. Aliyewatendea mambo ya ajabu. Aliyewatendea mambo ya ajabu. Watu wangu hawatatahayari kamwe. Mstari wa 27, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli. Ndio. Na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio. Wala hakuna mwingine. Ndio. Na watu wangu hawatatahayari kamwe. Piga Yesu makofi. Haleluya. Nazungumza habari za vitu vilivyoliwa. Vitu vilivyoliwa. Tupo hapa, inaweza ikawa kuna vitu vimeliwa. Unatembea huna vitu vyako vilivyo na uhalisia. Vimepotea. Nani kapoteza? Shetani adui. Amevikwangua vyote. Hatima yako ameimaliza shetani. Amechukua. Anasema nami nitawarudishia. Nitarudisha. Nilipokuwa nasoma ujumbe huu nikasema, Mungu unarudisha nini? Nikajiuliza makina, Mungu anataka kurudisha nini kwangu? Hata leo na wewe jiulize, Mungu anataka kurudisha nini? Viko vitu makina vimeliwa kwako. Mungu anavitaka virudi. Sema amen, sema amina. Haleluya. Anavitaka virudi. Mimi haijalishi tu ni biashara imeliwa, inataka irudi. Sijui imeliwa ofisi yako, inaitaka irudi. Sijui familia yako imeliwa, inatakiwa irudi kwa jina la Yesu. Anasema kila kitu kilicholiwa na parare na tunutu na manumadu lazima viraje. Piga Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Jana leo tunaombea kurejesha vitu vyetu. Tuko pamoja. Maono yako uliyopanga, umepanga maono ya kufuga nguruwe lakini yaliliwa na tunutu. Umepanga ufuge kuku, vimeliwa na tunutu. Umepanga uanzishe biashara, vimeliwa na wadudu. Lakini jana leo mwenye akili moja asimame pamoja na injili ya kwamba Yesu anataka arudishe vilivyokuwa vimeliwa. Sema amina. Kizazi chako kimeliwa na manumalu na parare na tunutu. Leo jina kwa jina la Yesu. Yesu anataka arejeshe. Wande kuzaa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kuna mtu analielewa? Tunaenda kuita leo vitu vilivyoliwa. Leo tulikuwa tunakemea mizimu, majini, tunasema majini, mizimu. Mimi nataka nikwambie hivi, mizimu ya wazazi wako, mizimu ya babu zako haiwezi kutoka hivi eti bila sadaka. Alafu nataka nikwambie hivi, eti kwa maombi unayofunga wewe, huku umefunga umetangulia kula, haiwezi kutoka. Ila sadaka ina nguvu, inasababisha ile mizimu hata kama haikupenda kutoka itang'oka kwa jina la Bwana wa majeshi. Upo hapa una mizimu ya kwenu kwa jina la Yesu. Una mizimu ya kwenu, hiyo mizimu ya kwenu haihitaji parojo, inahitaji ing'oe kwa sadaka, maana utajua na yenyewe ilipandwa. Hiyo mizimu yako ilipandwa kwa sadaka, ilipandwa kwa sadaka. Haikupandwa tu hivi hivi, ilipandwa kwa sadaka. Wakasema hivi, hapa huyu hapa sivuka hapa. Wakachinja na mbuzi, wakachinja, wakana damu, wakala nyama mbichi. Wewe unataka tinegerege mizimu ikimbie? Haiwezi kukimbia, maana ilipandikizwa kwa damu, ilipandikizwa kwa sadaka. Haiwezi kutoka wala haiwezi. Unajua nataka ninapofundisha somo hili, unajua nataka nikwambie hivi, wala haiwezi kutoka kwa jero. Tumeweka jero, alafu basi inakuja inacheza step, wala hamna wamama. Najua mlikuwa kunisikia ushuhuda alipokuwa amefundisha makabana, akasema nataka nikwambie hivi, kuna watu eti wanapomtolea Mungu wanaleta baraza zinashangilia hivi. Never, hawezi kupata, haiwezi. Kama yule alikimbia, alienda milima yote kutafuta mbuzi mweusi, wewe unaweka jero ili eti mizimu yako ndio ikimbie. Nisikilize, nisomee kitabu kinachofuata, Samueli wa kwanza. Nisomee hapo, ndipo tutapata majibu yetu hapo. Nisikilize mtumishi wa Bwana, tunaenda kuomba ombi letu hili tamu kabisa, kuvirudisha vilivyoliwa na Mungu wetu, kuvirejesha vije kwetu, sio vyao, ni vya kwetu. Upate majibu hapo. Samueli wa kwanza sura ya 7 na mstari wa 7 hadi 16. Mtumishi wa Mungu, usome vizuri kwa vituo vizuri. Samueli wa kwanza na ule mstari wa 7, anzia hapo nenda mpaka 16, utakomea hapo. Sura ya 7 ndio mstari wa 7 mpaka 16. Biblia inasema, hata Wafilisti waliposikia kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, ndio mashehe wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Wakapanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia, ndio wakaogopa Wafilisti. Ndio wana wa Israeli wakamwambia Samueli, ndio usiache kumlilia Bwana Mungu wetu. Wanamwambia Samueli, usiache kufanyaje? Usiache kumlilia Bwana, maana vita ni kali. Usiache kumlilia Bwana Mungu wetu, ndio kwa ajili yetu, ndio kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samuel akatwaa mwanakondoo mchanga. Sikiliza hapo, akatwaa mwanakondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili, akaanza maombi. Wakati ametoa sadaka ndo akaanza nini wapendwa? Wakati ametoa sadaka ndo akaanza nini? Maombi. Sikiliza hapa, akaanza maombi. Bwana akamwitikia. Bwana akafanyaje? Akamwitikia. Baada ya kutoa sadaka, Bwana akafanyaje? Akamwitikia. Kuna mtu hapa Mungu anataka kumwitikia. Bwana akamwitikia, ina maana akakubali. Ndio hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana, wakakabiliana na wana wa Israeli. Walakini Bwana akapiga ngurumo, ndio mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, ndio akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Wao wakaangamizwa mbele ya Israeli, akawafadhaisha. Adui zako jioni leo mwambie Bwana,
ninawafadhaisha adui zangu. Yani ukimfadhaisha adui yako hawezi kukurudia kwa jina la Yesu, maana umewekeza kitu. Sema amina kama unanielewa. Malizia. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Betkari. Ndipo Samuel akatwaa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Nayo miji ile Wafilisti waliokuwa wamewapokonya Waisraeli, wamewapokonya wana wa Israeli, wakafanya ilirudishwa tena kwa Israeli. Yani mali za wana Israeli zikarudishwa tena kule. Kwa nini za kwetu zisirudi? Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu ananielewa vizuri? Ukae na imani hicho na leo. Kwa nini vya kwako visirudi kama vya wana wa Israeli vilirudishwa? Ndio tokea Ekroni mpaka Gati. Ndio. Na Waisraeli wakauokoa mpaka wake mikononi mwa Wafilisti. Tena kulikuwa na amani kati ya Israeli na Waamori. Ndio. Naye huyo Samueli akawaamua Israeli siku zote za maisha yake. Ndio. Naye huenda mwaka kwa mwaka kuzunguka mpaka wa Betheli na Gilgal na Mispa. Akawaamua Israeli mahali hapo pote. Mstari wa 17. Na kurudi kwake kulikuwa mpaka Rama. Maana ndipo ilipokuwa nyumba yake, napo ndiko alikoamua Israeli, na huko akamjengea Bwana madhabahu. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Ndio makofi tena ya shangwe na vigelegele. Sema amen. Hili ndio ombi ambalo tunapenda leo kunyenyekea mbele za Mungu. Vitu vyetu vimeibwa. Mimi ninavyoona vimeibwa. Na kwa nini viibwa wakati tuko kwenye ujenzi? Maana Bwana anataka sadaka hapo. Tutoe. Tukishatoa ndipo jengo litasimama. Natamani jioni leo Bwana virejeshe vitu vyako. Ina maana yawezekana umaskini hata ulionao sio wako wako. Wewe ulikuwa tajiri kabisa wewe. Wewe ulikuwa mtu ambaye hata kwenye mtaa wako ungeogopwa, lakini wako madubadu na parare wameparua vitu vyako. Kwa nini leo Yesu asingekusaidia? Kuna mtu mmoja hapa mtani wa mbele. Kwa nini leo Yesu asikomboe mali zako? Naomba uweke imani. Weka imani kwenye maisha yako kwamba kila alisemalo Bwana lipo, na kila alinenalo Bwana lazima litendeke kwa watu wake wanaomcha. Sisi wapendwa, tumeacha dhambi, tumeacha pombe, tumeacha uzinzi, tumeacha umalaya, tumeacha uchawi. Kama tumeacha vitu vyote hivyo, lazima mali zetu zirejee kwa jina la Bwana wa majeshi. Bwana anasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aurejesha ujana wako kama tai. Kwa nini Bwana asirejeshe vitu vyetu vilivyokuwa vimekanagwa na watesi, vimekanagwa na madhabahu za wazazi wetu? Biblia inaniambia, nasema hii ilikuwa vita ya wana wa Wafilisti. Vita inapambana vita kukuruka kala, hawaelewi kufanyika nini. Na hapa Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa wanapigwa vita kali kwao. Wafilisti wanawapiga wana Israeli. Inaonekana hata upo hapa mwana wa Israeli umepigwa, lakini nisikilize jioni leo, nisikilize ukinisikia na kunielewa. Yesu atarejesha afya yako, Yesu atarejesha mali zako, Yesu atarejesha biashara yako, Yesu atarejesha watoto wako, Yesu atarejesha kizazi chako, Yesu atarejesha. Na kuomba uso wa muda wa manunguniko, huu ni muda wa kumtumikia Bwana katika mali zetu. Tuzialike mali zetu kwenye maporomoko na kwenye milima na kwenye nchi kavu, mahali popote zilikofichwa, tumwambie Bwana asireje. Haleluya, haleluya. Biblia inasema wana wa Israeli wakamwambia Samueli, Samueli, hii ni saa ya kumlilia Bwana. Tunaomba mlilie Bwana, maana tunapigwa, tunaangamia, tunapigwa. Biblia inaniambia, inasema Samueli,
kusikia sauti hiyo, ndipo akaamua maamuzi magumu. Unajua kumtumikia Bwana ni kwa maamuzi magumu. Ukitaka rojorojo mpendo, uwezo kafika. Wanaotaka rojorojo hawafikaji. Wanaofika ni wale ambao hata pale pagumu wanasema panaingilika. Hata biashara ikatae wanasema nitarudia tena. Hata sijui nguo wasinunue leo, wanasema kesho atanunua. Hata vitumbua leo virogeke, wanasema kesho atarogwa. Kuna mtu naongea, wanasema hatarogwa. Sema mina, hao ndio watu ambao waliambiwa na Bwana uwe shujaa na moyo hodari. Aliye shujaa hakubali kushindwa. Aliye hodari hakubali kulala. Aliye hodari hawezi kushindwa kwa maneno ya wanadamu. Tapia Yesu makofi, haleluya. Napapenda hapo, tuende tukamwambie Bwana. Biblia inasema Samueli kabla hajaomba Bwana akawaza. Anasema hapa, nifanyeje hapa? Hapa pana vita, ni vita kali. Alafu niambia niombe. Inasema kwamba akaamua kutoa kondoo changa, akamtoa sadaka ya kuteketezwa. Biblia inasema kwamba alipotoa sadaka ya kuteketezwa, nisikilize mpendwa, yani achana na injili mfupi, injili ambazo tunavipata mitaani. Tukitoa tafilisika, never. Hakuna kufilisika kwa jina la Bwana majeshi. Wote wanaomtolea Bwana hawafilisikaji, lazima wawe navyo. Wanasema mtakula, mtashiba, mtasaza. Haleluya, haleluya. Lazima washirika wangu tuwe tushibe, maana vyakula ni vya kwetu. Ni vya kwetu, wala sio vya watu wengine. Nisikilize, ndio injili ambayo nahubiri jioni leo. Mwenye kuniunga mkono aniunga mkono jioni leo, ya kwamba Yesu ninamsema jioni leo ana uwezo wa kurejesha vitu vilivyokufa. Hata kama iweza kwa Lazaro. Lazaro alikufa siku 4, wakamwambia hivi amekufa na nuka. Akasema hivyo vinavyonuka hivyo ndivyo ninavyovitaka. Mpendwa, hujachelewa. Hata kama vitu vyako vilinuka leo, kwa jina la Bwana vinuke. Iwe injili kwa jina la Yesu. Hata kama vinanuka, akamwambia Lazaro njoo. Kama njoo, kama Lazaro akainuka. Vinuke vitu vyako, 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 vinuke. Bwana asema haya. Biblia inamaanisha, inasema alipotoa sadaka, wakati ametoa, ndipo Samueli akaenda mbele za Bwana, akapiga magoti, akamwambia Bwana, nimekutanguliza. Iangalie vita hii tunayopambana, wana wako tunapigwa. Unasemeje Bwana mkubwa? Akainama, akaanza kuomba. Biblia inasema baada ya kuomba, maombi haya kuchelewa mpendwa, hayakuchelewa. Yamechelewa maombi yako ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yako. Yamechelewa maombi yako kwa sababu umesikiliza injili zingine mitaani mfu. Angalia, nisikilize jana leo, jilipue kwa moto kwa jina la Yesu. Wote wanaomtumikia Bwana kwa fedha zao hawataachwa. Biblia inasema hawatatayarika kamwe, hawatasumbuka, maana Bwana niko pamoja na wewe. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, hii ndio injili, ipokee kwa jina la Yesu. Ninamhubiri Yesu aliye hai, anayefufua vitu vilivyokufa vinafanyika bila kuwa hai, kwa jina la Bwana. Aliyefufua Dorcas kupitia sadaka yake. Unapomtumikia Bwana kwa sadaka yake, naumia. Kwani tuendelea masikini? Kwani tuendelea ufukara wakati Yesu wetu yupo? Biblia inasema Bwana akaitika. Bwana akamwitika. Kuna mtu Bwana anakwenda kukuitikia tena. Mwambie Bwana, niitikie. Niko hapa na nikuruhusu ile jambo hili nifanye kazi, hata ikiwezekana Jumapili. Mwambie Bwana,
naitoa sadaka hii. Nataka uniitikie maombi yangu yote niliyoomba. Inawezekana amefungwa kwa sababu umetangulia kuomba. Kabla hujatoa sadaka, mizimu haiwezi kutoka, mauti haiwezi kutoka eti kwa maombi unaomba dakika 2 umelala. Kumbe ukiambatanisha, ukitoa sadaka alafu ukaanza kuomba hapa, ndani ya dakika 3 Bwana atakuitikia. Biblia inasema akamwitikia Samueli. Baada ya kumwitikia, anasema vita vikageuka kwa Wafilisti, wakaanza kupiga Wafilisti sana. Vita vigeuke, vita vyako Bwana vigeuze. Natangaza kugeuzwa vita vyako yote iliyokuwa inapambana na wewe, eti igeuze, eti uangamie, upige na ajali, kwa jina la Bwana majeshi. Yesu aipindue vita yako. Haleluya, haleluya. Aipindue vita yako, ielekee wao walioiandaa hiyo vita, wakapigwe. Kuna mtu mmoja hapa napiga pamoja naye, wakapigwe. Yesu akapindue maisha yako yakawe salama. Piga Yesu makofi. Haleluya. Akamwitikia. Kwenye somo naomba ule uchungu. Tumeteseka vya kutosha, tumelia mimi na wewe. Hata wanaume wetu tunaona ni kama hopo, tunaona sio wanaume ni wanawake. Tunaongea ndani ya nyumba zetu kama mwanamke, sauti ya uvulana imetoroka. Iko wapi? Kuna watu wameiba sauti yako. Ulikuwa tangu umezaliwa kwenye ukoo wako, ulitakiwa kwamba sauti yako unapoongea kwenye ukoo wako waitikie ile sauti, lakini imeibwa sauti ya uzao wako. Ulipozaliwa sauti ya uzao wako ikaibwa, ndio maana mpaka leo husikilizwi. Nataka nikwambie hivi, kwa Mungu hakuna mwanamke wala kuna nani. Ukiwa na sauti ya uzao wako lazima wakuitikie. Nasema mwanamke ukasikiliza nyumbani kwako, kwa jina la Bwana majeshi. Kwenye ukoo wako ukasikiliza sauti yako. Ninaifufua sauti walioiba mizimu kwa jina la Yesu. Mizimu ya kwenu hata sasa wanasema mtoto hapa tunaye leo, na kukaribisha kwa jina la Bwana kwenye ibada nzuri ya Ijumaa ya leo. Yesu analo jambo la kufanya. Sema amen. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Akamwitikia. Baada ya kutoa, ndipo majibu ya Samueli, ndipo majibu ya wana wa Israeli yakatokea. Vita ikapinduliwa muda ule ule, wakaanza kupiga Wafilisti. Na Biblia inasema Yesu akawafadhaisha maadui wa wana wa Israeli, akawafadhaisha, akawayumbisha. Hawakujua wameingilia wapi, wakajikuta tu mioyo yao inafadhaishwa. Hawaelewi nani ameifadhaisha. Hata jiona leo maadui zako Bwana akawafadhaisha, alafu wasielewe ni nani aliyewafadhaisha. Hata wakikinunia wakati unatembea, jua Bwana amewafadhaisha. Baada ya kuwafadhaisha, injili yangu inasema ndipo Bwana akaanza kuwapiga. Akawapiga kwanza, akatoa ngurumo yake ikalia mimi ni Bwana wa majeshi. Kule kile kishindo kikawafikia Wafilisti. Wafilisti wasema leo tunalo. Nasema adui zako jina leo wanalo kwa jina la Bwana, wanalo kwa jina la Yesu, wanao. Natuma moto kwa jina la Yesu, natuma moto mahali popote walipo, natuma moto. Wanalo adui zako, wanalo kwa jina la Bwana. Yesu anasema wakaanza kupigwa Wafilisti, wakapigwa. Kuna sehemu Bwana nifurahisha anasema, unajua unapokuwa dhaifu, wanapokupiga wanakunyang'anya hata hatima yako, wanakunyang'anya. Anasema kwamba vile vitu walivyokuwa wamenyang'anywa Bwana vikarudi. Nasema virudi.
Nasema virudi, nasema virudi, nasema virudi. Nasisikia kusema na wewe, nasema virudi kwa jina la Bwana. Nasema virejee, nasema virudi kwa jina la Yesu. Mama mchungaji, virudi, virudi kwa jina la Yesu. Nasema virudi kwa jina la Bwana wa majeshi. Vita yako imeisha kwa jina la Yesu. Pambano lako limeisha kwa jina la Yesu Kristo. Nasema lako sakabaya, nasema virudi kwa jina la Bwana. Anasema vyote vikarudi kwao, vyote vikarudi kwao. Nami nasema vyote virudi kwenu kwa jina la Yesu. Virudi vyote, virudi vyote. Na tunaanza kuomba kwa imani kwa jina la Bwana majeshi. Simama kwa miguu yako, nataka tuombe. Rika sopa ya taya, rako seka taya, Lord ambaye kutamadiuta, rima ya kona basaya, reke seka pakuya, raboko sakapa, reke ya masaka. Nasema vileje, vilivyoliwa na malumato.